Mapenzi yamenitia hatiani msimu wa 3. Usisahau kulaiki, kukomenti na kusubscribe. Sauti ya ndege waliopotea njia iliashiria asubuhi mpya jijini. Baridi ilikuwa bado inasukumwa na upepo wa majira ya masika. Ndani ya chumba kidogo cha kupanga, Zainabu alikuwa ameketi dirishani, macho yake yakikodoa mbali kwenye mtaa unaoanza kuamka taratibu. Alikuwa amerudi uraiani wiki 3 zilizopita baada ya miezi kadhaa ya mateso gerezani, mateso yaliyosababishwa na mapenzi ya kweli aliyoyashikilia kwa moyo wake wote, lakini yakageuka kuwa mzigo wa maisha. Alijua hana hatia. Dunia nzima sasa ilijua pia. Lakini alichobaki nacho moyoni kilikuwa ni vidonda visivyoonekana kwa macho, vilivyojificha nyuma ya tabasamu la kuepuka maswali ya kila mtu. Daudi alikuwa pale muda mwingi, akiwa rafiki, mlinzi na faraja. Lakini Zainabu hakuwa tayari. Moyo wake ulikuwa bado na hofu, mashaka na majeraha yaliyomsukuma kuwa na wasiwasi hata na kivuli chake mwenyewe. Leo natakiwa kuripoti kazini, alisema taratibu huku akishika pochi yake. Kwani uko tayari kweli kurudi kwenye kazi? Daudi aliuliza kwa sauti ya huruma. Zainabu alitabasamu kwa uchungu. Kama nitaendelea kujificha, basi mateso yameshinda. Alifungua mlango, akaangaza macho barabarani na kuvuta pumzi ndefu. Alikuwa anaanza maisha mapya, lakini alijua kabisa majani ya jana bado yalikuwa na sumu ya kesho. Katika shirika alilopangiwa kazi, alikaribishwa kwa upole. Walimwelewa, waliamini kuwa alihitaji kuponya zaidi. Kazi hiyo ilikuwa kusaidia wanawake waliopitia manyanyaso ya kimapenzi na kifamilia, kitu ambacho Zainabu mwenyewe alikuwa mwathirika wake mkubwa. Siku hiyo hiyo alipokutana na msichana mdogo aitwaye Halima, moyo wake ulitetemeka. Halima alikuwa na uso unaofanana sana na Alet. Sauti yake, hata tabasamu lake, yote yalimrudisha Zainabu nyuma, miaka 2 iliyopita. Samahani, jina lako ni nani? Zainabu aliuliza kwa sauti ya kutoamini. Halima, msichana huyo alijibu kwa upole. Na wewe ni Zainabu, sivyo? Zainabu alihisi jasho baridi likimtoka. Hakujua ni kwa nini moyo wake ulimwambia huyu si msichana wa kawaida. Moyo ulianza kumwambia safari hii haijaisha, bali imeanza tena. Siku chache baada ya kukutana na Halima, Zainabu alijikuta akizidi kuvutiwa na msichana huyo. Halima alikuwa na tabia ya upole wa ajabu, alizungumza kwa busara kupita umri wake wa miaka 16, na kila mara alikuwa na maswali mengi kuhusu mapenzi, msamaha na familia. Mama yangu alisema mapenzi ni jela ya hiari, Halima aliwahi kusema. Zainabu alitabasamu kwa huzuni. Mama yako alikuwa na busara sana. Lakini sikuwahi kumwona, alifariki nikiwa mdogo, Halima aliongeza huku akigeuka kumtazama Zainabu machoni. Wanasema baba yangu yupo, ila sijawahi kumjua. Zainabu alihisi kitu kikimtikisa ndani, kama mshindo wa ukweli usiotarajiwa. Halima hakuwa tu msichana wa kawaida. Kulikuwa na kitu kingine kilichomfanya moyo wa Zainabu umwambie, huyu anaweza kuwa mtoto wa Alet. Usiku huo, akiwa kitandani, Zainabu alikosa usingizi. Alifukua sanduku lake la kumbukumbu, akatoa picha ya zamani ya Alet, na kwa mshangao mkubwa alipoiangalia tena, sura ya Halima ilikuwa kama imetokea humo moja kwa moja. Hali ya sintofahamu ikamvaa. Je, inawezekana? Alijiuliza huku akihisi mdomo ukikauka. Aliamua kutafuta ukweli. Siku iliyofuata alimpeleka Halima katika bustani, mahali tulivu na pasipo kelele. Halima, unajua jina kamili la mama yako? Ndiyo, alikuwa anaitwa Amina Alet, Halima alijibu bila wasiwasi. Zainabu alihisi dunia ikigeuka polepole. Amina Amina Alikumbuka kuwa Amina alikuwa dada wa Alet, aliyekuwa amepotea miaka mingi iliyopita kwa sababu ya ugomvi wa kifamilia. Sasa Halima alikuwa hapa, mtoto wa Amina. Je, kweli hakuna uhusiano wa damu na Alet? Au kuna kitu kingine zaidi? Kabla hajakamilisha tafakari zake, simu yake ikaita. Ni namba ya ajabu. Alipopokea, sauti nzito ilisikika.
Usitake kuchokoza yaliyolala. Ukiendelea kumfuatilia huyo msichana utajuta. Zainabu alitetemeka. Saikolojia yake iliumba. Sauti ile haikuwa ngeni. Ilikuwa ni sauti ya mtu kutoka zamani yake yenye giza, mtu aliyemuumiza sana. Alet, alijiuliza kwa mshangao mkubwa. Je, ni kweli Alet yupo hai? Je, Halima ni mtoto wa nani? Na kwa nini Zainabu anaonywa kutomfuatilia? Siku 2 baada ya kupokea simu ya vitisho, Zainabu hakuwa na amani kabisa. Alijaribu kujishughulisha na kazi zake, lakini kila mara alipojaribu kusahau, sauti ile nzito ya kiume ilirudi akilini mwake. Usitake kuchokoza yaliyolala. Alijua hiyo ilikuwa si sauti ya mtu yeyote, ilikuwa ni sauti ya Alet. Lakini je, inawezekana Alet bado yuko hai baada ya kile kilichotokea miaka 8 iliyopita? Alikumbuka vizuri moto mkubwa, miili iliyoteketea na ripoti ya polisi iliyothibitisha kifo chake. Je, Alet alijificha? Kwa nini? Zainabu aliamua kuchukua hatua. Alimwendea rafiki yake wa zamani, Inspector Baraka, ambaye aliwahi kushughulikia kesi ya Alet. Baraka, Zainabu alizungumza kwa sauti ya kukata tamaa, naomba unisaidie kutafuta ukweli. Kuna mtu ananipigia simu na ana sauti ya Alet. Baraka alimtazama kwa mshangao. Unasema Alet yule aliyefariki kwenye moto? Zainabu alitikisa kichwa. Ndiyo huyo. Na kuna msichana mdogo, Halima. Nafikiri ana uhusiano naye. Baraka aliandika jambo kwenye daftari lake. Hii si mara ya kwanza kusikia habari za watu wanaofikiri waliokufa bado wako hai. Lakini nitafanya uchunguzi. Usiku huo, Zainabu alikaa peke yake akiwaangalia watoto wakilala. Halima alikuwa amezidi kuwa karibu naye, kana kwamba moyo wa mama na mtoto ulianza kuunganika kimya kimya. Halima akiwa usingizini, Zainabu alichukua sampuli ya nywele zake kwa siri. Alitaka kufanya vipimo vya DNA. Siku chache baadaye, alipeleka sampuli hiyo hospitalini kwa rafiki yake daktari. Naomba unisaidie. Sitaki maswali mengi. Ni muhimu, alisema kwa msisitizo. Majibu yalikuja baada ya wiki moja. Halima alikuwa na uhusiano wa damu wa moja kwa moja na Alet. Zainabu alishika kichwa. Hii ina maana Halima ni mtoto wa Alet. Lakini nani mama yake? Amina. Je, Amina yupo wapi? Kabla hajakamilisha tafakari, alitumiwa ujumbe mfupi. Umekiuka onyo. Wakati wa kulia umefika. Tazama nyuma yako. Aligeuka haraka na akamwona mwanaume aliyevaa koti jeupe, sura imefichwa, lakini alikuwa anamtazama moja kwa moja machoni. Zainabu alipigwa na butwaa. Alimkazia macho yule mwanaume aliyeonekana mbele yake. Alikuwa amesimama bila kusogea, sura imejificha kwenye kivuli cha kofia ya koti lake. Mvua ilikuwa inanyesha taratibu, sauti ya matone ikigonga sakafu ya zege kama muziki wa tahadhari. Unataka nini kutoka kwangu? Zainabu aliuliza kwa sauti ya ujasiri uliochanganyika na hofu. Mwanaume yule hakujibu, alinyosha mkono na kumpa bahasha. Kisha, kabla Zainabu hajafungua mdomo, aligeuka na kutoweka kwenye giza la usiku. Kwa mikono inayotetemeka, Zainabu alifungua bahasha. Ndani yake kulikuwa na picha 2 na ujumbe mfupi wa maandishi. Mimi ni hai. Na najua kila kitu. Ulikosea kunisaliti. Picha ya kwanza ilikuwa ni ya Zainabu akiwa hospitalini miaka mingi iliyopita akiwa na Alet. Picha ya pili ilimuonesha Alet akiwa sehemu kama ya mafichoni, amevaa mavazi ya kijeshi, lakini sura yake ilikuwa ile ile ya zamani, ila sasa akiwa na ndevu nyingi na macho yaliyojaa chuki. Zainabu aliinama, machozi yakimtiririka taratibu. Kwa nini huwezi kusema ukweli wote, Alet? Alijisemea. Kwa nini uteseke kwa ukimya huu? Aliamua kwenda moja kwa moja kwa Inspector Baraka. Alimpa picha hizo, ujumbe, na akaeleza kila kilichotokea. Baraka alitabasamu kwa huzuni. Zainabu, huu ni mchezo wa hatari sasa.
Kama Alet yuko hai na kama anahusika na haya yote, basi kuna jambo kubwa linafichwa. Mtu huyu hawezi kuwa peke yake. Walifanya mpango wa kuanzisha ufuatiliaji wa eneo la simu ambayo ilikuwa ikimpigia Zainabu. Ndani ya siku 2 waliweza kubaini kuwa simu hiyo ilitoka eneo moja la mtaa wa Gerezani, sehemu maarufu kwa wahalifu kujificha. Baraka alikusanya timu ya askari na kumchukua Zainabu kama mtego wa kumtoa Alet mafichoni. Walipofika kwenye jengo lililokuwa limechakaa, walipanda ghorofa kwa tahadhari. Walifungua mlango mmoja kwa kishindo. Ndani walimkuta kijana mdogo aliyekuwa akiwasaidia kuchapa vitisho. Lakini kabla hajazungumza lolote, risasi ilipita dirishani, kichwa chake kilipasuka papo hapo. Zainabu alipiga kelele, akashikwa na Baraka na kupokewa na polisi wengine waliokimbia ndani. Alet anatuchezea mchezo wa kuficha sura, Baraka alisema kwa hasira. Na sasa lazima tujue ni kwa nini. Usiku ulitanda kama wingu zito la huzuni juu ya moyo wa Zainabu. Alikuwa ameketi ndani ya gari la polisi, mkononi bado akishikilia ile bahasha yenye picha na ujumbe wa Alet. Baraka akiwa pembeni yake alimtazama kwa macho ya huruma lakini pia mashaka. Walikuwa safarini kuelekea sehemu ambayo taarifa za kiintelijensia zilionyesha kuwa Alet alikuwa amejificha, eneo la zamani la bandari ya zamani ya jiji. Walipofika, waligundua jengo la zamani linaloonekana kuachwa na muda. Hapo ndipo walimkuta Halima, dada aliyekuwa mpenzi wa zamani wa Alet, sasa akiwa amepoteza fahamu, mikononi akiwa na barua. Alikuwa ametekwa na Alet ili kutumia kama chambo cha mwisho. Zainabu alichukua barua na kuisoma taratibu, kila mstari ukimchoma moyo wake kama sindano ya moto. Zainabu, sikuwa na lengo la kukuumiza. Ila uliniua kwa kuniacha. Nilijitoa kwa ajili yako, nikateseka gerezani kwa kosa ambalo sikutenda. Uliponiambia utanishuhudia kuwa sikuhusika na mauaji yale, nilikuamini. Lakini ulipogeuka na kusema ulikuwa umegundua ukweli mwingine, ulisababisha nikahukumiwa. Sasa nimerudi sio kukuua, bali kukuonyesha kuwa moyo hauponi kwa kusahau, bali kwa kusamehe. Zainabu aliposhika kichwa chake kwa huzuni, ghafla mlango mkubwa wa jengo ulifunguliwa kwa kishindo. Alet aliingia. Alikuwa mweusi kwa mavumbi, macho yake mekundu kwa hasira na maumivu ya miaka mingi. Wote walibaki kimya hadi Alet aliposema, Baraka, unaweza kuniua sasa kama unavyotaka, lakini nataka kumwambia ukweli huyu binti kwanza. Baraka alisimama kimya. Zainabu alimsogelea Alet kwa tahadhari, machozi yakimdondoka. Alet, siku kukusaliti. Nilishurutishwa kubadili ushahidi. Wakati huo nilikuwa mdogo, niliogopa. Lakini moyo wangu haujawahi kusahau kila ulichonifanyia. Na sikuwahi kuishi kwa furaha toka siku ile. Alet alimtazama kwa muda, kisha akatabasamu kwa huzuni. Aliangusha bastola yake chini na kuinamisha kichwa. Polisi walimkamata taratibu, lakini hakuonesha upinzani. Miezi 3 baadaye, Zainabu alitembelea gereza ambalo Alet alihamishiwa. Walisalimiana kwa macho tu, hakukuwa na maneno. Ila kwa mara ya kwanza amani ilianza kuingia ndani yao. Baraka naye aliamua kufungua faili jipya la uchunguzi kuhusu kesi ya Alet, ili haki iweze kutendeka. Na hapa ni mwisho wa msimu wa 3. Ili kupata miendelezo na kwa wakati, usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili twende sambamba. Asante. Je, Alet ataachiwa huru? Je, upendo huu uliojeruhiwa unaweza kurudi tena? Na je, ni nani hasa aliyehusika na mauaji yaliyomuweka Alet gerezani? Endelea kufuatilia msimu wa 4.